subira nimevuta sana, kama vikwazo vingine nimekumbana, watu shani roga nikakumbana, mpaka mtano unaona nimasuba umaskini wangu unanifanya nionichezi. Mbona hawa wageni hawajafika mpaka dakika hii? Sababu ni nini? Watafika muda si mrefu. Aha. Washakupa taarifa kwamba hatachelewa? Hawatachelewa. Sawa sawa. Shemeji? Naam. Vipi ukutana na swala hili la ugeni wa wageni wetu? Karibuni. Shikamoo. Marhaba, habari za kwenu? Shikamoo. Marhaba, vipi hali? Safi. Karibu. Haya, ndo hapa jamani. Nzuri. Karibu. Nzuri. Salama eh? Marhaba, karibuni sana. Karibuni wanangu. Asante baba. Ndio. Kama tulivyopigeni simu mama tunakuja. Sawa. Uje wetu sisi ni kuhusu Sasha, ni mazungumzo yetu. Ndio, Sasha kama alivyowaambieni kaolewa. Lakini mwanaume alomuoa Sasha, yani kama akili zake zinaingia na kutoka. Mimi mwenyewe nilishashuhudia. Ndio maana nikasema tutoke kule tuje hapa. Mwanaume hana hela. Muuza mkaa, yani mama anaishi Sasha maisha magumu. Mimi roho inauma kwa sababu watu kule mjini wananisema umemtoa mtoto kijijini, mtoto watu kijijini amekuja huku anateseka. Umeona mama? Ndio maana nikasema nitoke kule nije huku. Mwanaume mama haeleweki. Kwa mimi nilichoona nimekuja hapa, kuna mwanaume alikuwa anampendaga Sasha, nikasema nije naye ambaye ni Doni huyo hapa. Sawa. Ndio, sasa ndio hivyo tumesema tuje huku tuwasikilize nyinyi mnasemaje. Sawa, mimi nimekusikiliza ujio wako. Yule mtoto ni kweli ameolewa, ana mume. Ila sasa kwa jinsi ya maongezi uliongea, babake nimemfikishia ujumbe huo. Ngoja tusikilize babake ataongea nini, na imekuwa vizuri hata mjomba wake pia yupo. Na nafikiri hakutaharibika kitu. Sawa. Sawa. Haya, shemeji. Naam. Masuala yazungumzwa ndio kama hayo hapo. Mimi nashukuru kwa taarifa uliokuja nayo. Nimesikia vizuri sana. Ndio. Lakini sina mengi ya kuzungumza kwa wakati huu. Sawa. Mimi ningeomba kwanza warudi nyumbani. Ndio. Baada ya hapo swala lenu tutalifanyia kazi. Sawa. Muda si mrefu majibu mtayapata. Sawa baba. Sawa, ndio vizuri tuendelea kushauriana. Nashukuru sana. Haya baba, sisi ni haya tu, ngojeni tuache. Haya jamani, karibuni. Kabla hujaondoka. Haya, karibuni sana. Haya. Karibuni sana. Hata kwangu mimi geni mume wangu. Lakini taarifa zote uko unazipokea wewe. Taarifa nilikuwa nazipokea kama kapata mchumba. Tutakuja ndio kama huu gani leo umeingia. Sijawahi kumuona. Karibuni sana. Kwelini? Haya, karibuni. Haya. Shemeji. Naam. Hili swala ni zito. Ni kweli. Kama ulikuja kufanya maamuzi kwenye mtu ambaye hujamchunguza akili yake, yule msichana alivyozungumza, nimemuona anaweza kana anasema ukweli. Kwa sababu mtu hawezi akatoka huko akaja akasema kitu kama hicho. Inawezekana wewe kwa sababu ulikabidhi swala kwa mtu, kwenda ikawa alimpa mtu ambaye ana kweli matatizo ya nini? Ya akili. Lakini sasa tusiwe na haraka na jambo hili. Sawa. Tufanye uchunguzi taratibu. Mama. Hii hali umeiona? Ya kutisha mama. Ninachokizungumza sasa hivi, mpigie simu mwanao aje na mume wake huyo aliyomwoa kwa mjini, ili tufanye ukaguzi zaidi. Kweli hili ni la sahihi au ni fitina za watu? Tusikubali maneno ya watu baadaye tukapata hasara. Mtoto kashampenda mume na mimi nikatoa idhini aozeshwe na ameozeshwa. Hili balaa lingine limeshaanza.
Fanya haraka kumpigia mwanao simu aje haraka za nyumbani. Alo. Shikamoo mama. Mtu haja na gari bonge. Bosi wangu huyo. Mama, yobo sio chizi, yobo ana akili zake zote. Mama, hizo ni fitna tu mama. Aya sawa, Jumapili ijayo tunakuja. Kwa nini dawa imeshindwa kufanya kazi? Nimekosea masharti mganga. Ile dawa ulionipa kuweka kwenye chakula, badala kuweka kwenye chakula nimeweka kwenye kizingiti, na ile ambayo ya kwenye kizingiti nimeweka kwenye chakula. Umekosea masharti. Kuro kutanta mantetele. Sasa unachohitaji ni nini kutoka kwangu? Yaani safari naomba unipe dawa hata ya kumuondoa kabisa yule mwanamke. Hutoweza. Kwa sababu katika kichwa chako hauko makini. Inawezekana nikakupa dawa ya kumuondoa katika ulimwengu huu. Mwisho wa siku unaweza ukaila hata wewe mwenyewe. Na ukajiondoa mwenyewe katika huu ulimwengu. Ila kwa kuwa umeshafika kwa kibwana mwenye mkuu, nitakusaidia. Sawa. Nisubiri. Kukumi chumbari sikuwa navyo mama. Nilifanya juhudi zote limradi usende mbali ila pali. Mume wangu. Naam. Kwa mara nyingine mama kanipigia tena simu. Anasema safari ameenda mpaka nyumbani. Kwenda kumwambia kwamba wewe nimeolewa na mwanaume ambaye hana akili vizuri. Kwa hiyo akasema tufanyaje? Ikiwa pia tumeenda nyumbani. Wakathibitisha hilo. Sasa mke wangu. Bema. Yaani tangia tulivyoana changamoto zimezidi kuwa kubwa sana. Hizi ni fitina tu za watu wanazileta. Yaani lengo lao ndoa yetu ivunjike. Nadhani wewe unajua kwa mimi sina ugonjwa wowote. Ndio mume wangu. Kwa nikupe ongea kuvumilia yote hayo unaopitia juu yangu. Cha kuthibitisha hiyo nitaenda kuazima wewe ili twende nyumbani kuhakikisha kwa yote ambao wanasikia wanaoambiwa wazazi wetu. Wala kuku alimpatagi mwewe, ila kwangu naona kiwewe. Umaskini wangu ndio huu, umaskini wangu ndio huu, umaskini wangu ndio huu, umaskini wangu ndio huu. Na kama unanipenda njoo. Haya, kuna kulikoni kwa shamba? Mahindi yameota vizuri tu. Palizi lakini bado. Palizi bado. Hata kama palizi bado na muda unazidi kwenda mwenzangu, bora tutafute hata vibarua basi wawili. Itabidi kuanzia wiki ijayo. Ndio. Tuanze kupalilia, lakini sasa bado. Sawa. Tutapoteza tu hela bure. Ni kweli. Na hii mvua imeanza jana na leo. Ndio. Sawa kabisa. Karibuni. Mama. Wow. Karibu mwanangu. Asante. Karibuni wanangu, karibuni. Asante baba, shikamoo. Mama, mjambo? Karibuni. Karibuni mkae. Karibuni sana. Karibu mama.
Naona leo mmetembea leo. Inshallah, inshallah. Mnaendeleaje? Hatujambo. Maisha. Safi tu. Karibuni sana wanangu. Asante. Inshallah. Kuna habari gani zaidi huko? Huko ni nzuri kabisa. Endeleaje huko? Kuendelea safi kabisa. Inshallah. Mama Sasha. Sasa mbona umelala tena mwenzangu? Njoo chukua wageni hawa. Haya mke wangu. Haya wageni wamefika hawa, lakini muda kidogo umekuwa mzito. Hebu wapeleke ndani wakapumzike. Tutaongea vizuri kesho. Jamani, twendeni wanangu, karibuni. Karibuni, pumzikeni baba, tutaongea kesho. Haya mzee. Haya, asante. Kapumzikeni wanangu. Wana wengi la. Mume wangu Yobo, njoo huko nje, wazao wanakusubiri.